Mbiamana sana umwanchi muliye weta seni kia Ndizi TV ne mambingi anadinya satu anchire astokumira na asomoro bilyo bwense yobonchelia elinde twemanye nare yagende takokolekana ase sector yo kwende stariki cyale ne stariki 19 cyumutinyo kianda omwaka w'ikiri bubere 2023 astogende takwerobelia bukendo kingani umutinyo gende tagwa kanse aigo mwanchi muliye lyango kwali yani bene aseli tukolia lero elinde togosanga sobwamo nyoro mwanchi muliye nga litukeli gali ya Jumanne nilitukoli ekiro nimete ngabonchilia bange babere bagwesoke nanyi bintu bigendete gokonga kulinde mbagenderete ogwitoma mwanchi muri entro chinga ora ibinse nagendete gutarira chinsemo nabo igokolia babwatani asoko eneke bunango gorabale uchumi ya Kenya kondiretere ne Fridah Kerubo ngokwalia ni bende intusanga sobwa mwana bokenda gutobwate chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabotunya gwetera www.ndizitv.net ritukolia lero nimbato mugeni ase studio yora chigotomanya amangi igoro yobokoreri bwabo asara bega gutumanya nga nakyo bwenete kugacha enibo yawe mwanchi muri rero ante twikaranse ni gitabu ni karamu kerto gochwesomya mange gwetera obokoreri bwabo tikangiriri bageriga lia bene kumwari ni ase studio elinda tumanye na kiakoro kwa karibu sana. Thank you. Wanazambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya nini katika huu mji wa Kisii? Asante sana Fridah and Ndizi TV. My name is Christopher Wanjala Wekesa. I'm the branch manager of Diamond Trust Bank Kisii branch. Yes, Diamond Trust Bank Kisii branch is an established bank in Kenya which started in 1946. So this is a pre-independence bank. It's the oldest bank actually, one of the oldest bank in Kenya. So we are here in Kisii and we are located just at Ajuashamji building. If you coming on your way to Migori, just before Quickmart, that's where we are located. Yes. Karibu sana kwenye studio yetu. Siku ya leo nataka tuelimishe mpenzi mtazamaji kwa mambo tofauti kuhusiana na benki yenu. Pengine unaweza tuelezea katika huu mji wa Kisii mlifungua lini na mbona mliconsider huu mji wa Kisii? Asante sana. So katika Kisii tulifungua mnamo mwaka wa 2008 ndipo tuliingia Kisii. So tumekuwa hapa kwa mji wa Kisii karibu sasa ni miaka zaidi ya 12 tumekuwa hapa Kisii. Kisii ni mji ambao uko na wafanyabiashara wengi. Wafanyabiashara hapa ni wengi na ndipo umeona hata Central Bank of Kenya walijituma wakuja kufungua Kisii because there's a lot of cash flow in Kisii. We have so many business people in Kisii and Kisii at large are so many SMEs. Na kwenye hii banki yetu we basically support SMEs. Ndipo maana tuliona ni vizuri tukuje Kisii ili tuweze kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo ili pia wajiendeleze na wajikuze kwenye biashara zao. Yes. Asante sana. Mbiamana sana mwanchi muligereria. Niyo togende tagosanga imeyomoro bilyo bwense yobonchelia astogende tagosanga no mu manager ODT bank ruga sorgo ngorwa Gusii. Oyo rachi gutumanya igoro yobokoreri bwabo kurbaga cyagete anda tumanyinga enyencho yo kuigora account asensemeri ya DT bank nere yeye ningikeliyoga neire obego kuigora account yago nabo igombuye ki orachi kwenyorera gwetera ebengeyo kondo mwanchi muri tobeto gukwana nichi investor chinyinga sorgo ngorwa Gusii antu arochekera chiduka achari kuigurwa sorgo ngorwa Gusii batenga cash flow ya Gusii n'abantu babwateni bakondekero kwenda se ground abanjodi abange bakoranga ngabesa teyo kolende mwanchi muligereria tigatwanchirane nga asorgo ngorwa Gusii ntosesenire kero kulina no bonchirire kero bogo kolekana ni go bogo kolekana boikera no mwanchi muligereria igo tetogenda gusanga somoro biriga bwensi yo bonchirire bono mambia elinde tuemanyo bokorria sensemeri ya DT bank. Pengine Wanjala unaweza tuambia baadhi ya zile services ambazo mna offer katika DT bank?
Asante sana. So katika Diamond Trust Bank tuko na huduma mbalimbali ambayo tumeweka kipaumbele kabisa, ile ambayo itasaidia customer. Na ile baadhi ya hiyo huduma ni sisi tunafungua accounts. Ile account wakati unataka kufungua account yako ya biashara ili uweze kusave pesa yako hapo na baadaye banki iweze kukusaidia kwenye biashara yako. Kwa hivyo tuko na accounts mbalimbali. Ukiwa na biashara yako tuko na accounts za biashara. Ukiwa wewe peke yako kama binafsi umekuja peke yako, pia tuko na account yako. Tuko na account ya watoto. Ukiwa na watoto wako wadogo unataka kuwasave hapo, ukienda shule unawalipia school fees, tuko nayo. Na pia tuko na insurance products. Kwa hivyo pia ukitaka kuchukua insurance ya gari yako unakuja DTB. Ukitaka kuchukua insurance ya kusaidia wakati unaenda hospitali apart from NHIF tuko nayo pia. Ukitaka kusave pesa yako kwenye fixed deposit account tuko pia na fixed deposit account ambayo tunakupatia interest mzuri kabisa. So ukiwa na pesa badili uweke chini ya mattress, njoo Diamond Trust Bank. Tutakuwekea pesa yako vizuri na utapata kitu juu yake. Tunakukaribisha sana Diamond Trust Bank. Ukiwa na chama, mkiwa na chama yenu ambayo umekusanya pamoja, mnaweka pesa kila mwezi ama kila wiki ama kila siku, tuko na account Diamond Trust Bank ambayo tutakupatia umweke hiyo pesa yenu. Na bado tutakuwa tunawapatia interest kwa hiyo pesa. Ile ikifika kiwango fulani, wakati umekuja umejiunga na Diamond Trust Bank, pia sisi tunasaidia wafanyabiashara. Ukiwa na biashara yako ndogo hapo, unauza maembe, unauza machungwa, mama mboga, watu wa pikipiki, njoo, maana ukisave na sisi kwa muda wa miezi 6, hapo tutaweza kupatia loan ili uendeleshe biashara yako. Uweze kuendelesha biashara yako. Na pia ukitaka pia services zingine kama pengine unataka kuwa una save pesa kila mwezi, tuko na account inaitwa recurring account. Kila mwezi unaweka, for instance unasema nataka nikuwe naweka 1,000 ama 2,000 kila mwezi, na hiyo pesa utai kugusa. DTB tuko na hiyo account pia. Tutakuwezesha, unaweka pesa yako kwa muda fulani, ina grow mpaka inafika ile kiwango ambayo ulikuwa unataka ifike. Yes. Nuna manager, umeweza kuelezea baadhi ya zile services ambazo mnapeana katika benki yenu, lakini tutaelezea zaidi huwa zinafanya kazi zao vipi. Lakini ningependa uelezee mpenzi mtazamaji. Kuna mpenzi mtazamaji huwa labda anawekeza pesa yake kwa nyumba, labda hataki kuwekeza pesa yake kwa benki. Pengine unaweza tuelezea umuhimu wa kuwekeza pesa zangu katika benki ya DT Bank ni upi? Asante sana. Kwa hivyo mtazamaji, popote ambapo upo, ile uzuri wa kuleta pesa kwenye banki, number 1 ni security. Hiyo pesa yako itakuwa safe. Hakuna mtu atakuja aguse pesa yako bila idhini yako. Wakati mtu anakuja kwa bank, lazima akuje ikuwe ni wewe ambayo umeweka pesa yako. Hakuna mtu mwingine atakubali, tutakubali sisi kama benki kumpatia pesa bila wewe. Then cha pili, pia tuko na interest ambayo tunakupatia kwa pesa ambayo umeweka kwa savings account. Kwa hivyo pesa yako pia ikiwa na Diamond Trust Bank inaweza kugrow. Unapata interest on top of your money ambayo itafanya pesa yako iendelee kuwa. Cha tatu, sisi pia tutaweza kukusaidia na loan. Wakati unaweka pesa na sisi, baada ya muda fulani unakuja unasema tafadhali mnisaidie, mimi pia nataka nipanue biashara yangu, nataka niongeze kitu fulani, nataka niongeze maybe nilime miwa, nataka nifanye kitu fulani, maybe ukulima, ama unataka kufungua duka. Sisi Diamond Trust Bank tutashirikiana na wewe, utakuja pamoja, tuangalie budget yako, alafu tunakusaidia. That is what we do. That is advantage ya kuja kukaa na sisi na kuweka pesa yako kwenye Diamond Trust Bank Kisii. Asante sana kwa kuelezea hivyo. Pengine unaweza tuelezea mtu akihitaji kufungua account kwa benki ya DT Bank, pengine anahitajika kuwa na nini? Wakati unapokuja kufungua account na Diamond Trust Bank, ile ambayo unahitaji kubeba ni kitambulisho yako na KRA pin. Hiyo ndio mbili
documents mbili ambayo unafaa unakuja wakati unataka kuja kufungua account na Diamond Trust Bank kama mtu binafsi. Lakini ukiwa na umeregister biashara, maybe ni sole proprietor, unakuja na kitambulisho yako, KRA pin na hiyo certificate of registration ambayo umepewa wakati una register hiyo sole proprietor yako. Kwa hivyo pia mkiwa na company ya limited company, pia tunafungua hizo accounts. Kwa hivyo unakuja na hiyo certificate of registration, unakuja na hizo KRA pin na the other documents za memorandum article of association, na mnaandika board resolution kwamba sisi tumeamua kama hii kikundi tunakuja kufungua account Diamond Trust Bank. Kwa hivyo ukuja na hizo pamoja na wale ambao watakuwa wana sign officials wenu, watakuja pia na kitambulisho yao na KRA pin, na hapo tutafungua account. Account yetu ukijaza forms leo, by jioni umepata account number yako. Hatuchukui muda mrefu na accounts. Tunapeana accounts haraka ndio mwanze kuwekeza pesa na sisi. Yes. Sijui kama kwa benki yenu mnatumianga M-banking. Yes. Kwa hivyo katika kwenye hapo Diamond Trust Bank pia tuko na mobile banking services. Kwa hivyo ukikuwa Keumbu, ukikuwa Marani, ukikuwa Nyamache, bado tutakufanyisha, tutakuweza kukuset up kwenye huduma yetu ya simu. Unatoa pesa kwa account, unaweka kwa simu, alafu unaipokea. Ukiwa na hiyo group yenu bado, mkiwa na joint account bado, tutawezesha kulingana vile mmekubaliana vile pesa itakuwa inatoka kwa account. Tutaweza kuwapatia platform yenye mnatoa pesa kwa account, mnaweka kwa M-Pesa, mnaenda kwa M-Pesa agent, mnatoa. Kwa hivyo DTB ndio bank ambayo iko na very good mobile banking system. Ukicompare to other competitors, our system ni rahisi kutumia. Kama uko na simu ya kabambe, bado pia unaweza tumia hiyo kutoa pesa. Unaweka tu *382# na tunakusaidia unatoa pesa kwenye account yako kwa kutumia simu yako, unatoa kwenye account. Yes. Ukiangalia kuna wale ambao pengine wangependa kufungulia watoto wao account. Yes. Pengine ni nini huwa inahitajika? Ukifungulia tuko na account inaitwa Just For Me account. Hiyo ni account ya watoto wadogo. Kwa hivyo wewe kama mzazi unakuja na kitambulisho yako, unakuja na KRA pin yako, unakuja na birth certificate ya mtoto. Hiyo unakuja nayo. Ndio tuweze kuona kama wewe ndio mzazi wa huyu mtoto. Mtu anaweza ekezea mtoto si wake pesa. Wakenya na mambo mingi wakati mwingine. Kwa hivyo birth certificate yako unakuja nayo ya mtoto pamoja na KRA pin yako. Wewe mzazi ndio utakuwa una sign wakati unataka kutoa pesa, unakuja una sign. Kwa hivyo birth certificate ya mtoto, KRA pin yako, ID na picha ya mtoto. Kwa hivyo tutakupatia card. So lazima pia tukue na picha ya mtoto hapo. Pamoja na wewe pia picha yako. Ni lazima akuje na mtoto huko ama picha tu inatosha? Picha inatosha. Yeye mzazi ni anakuja because mzazi ni ana sign. Kwa hivyo mtoto kuja na picha yake tu ili tukue nayo pamoja na picha yako, alafu kuna forms tutakupatia una sign, then tunafungua account. Ulituelezea kwamba DT Bank katika huu mji wa Kisii ilianza mwaka wa 2008. Yes. Pengine unaweza tuelezea katika upande wenu tangu mwanzishe hiyo biashara katika huu mji wa Kisii. Pengine turnout imekuaje? Watu wameweza kujua DT Bank na services zao? Yes, kutokea wakati tuliingia mji wa Kisii ambao tumekaa kwa muda mrefu, tuko na customers wengi. Tuko na over 10,000 customers ambao wamefungua account Diamond Trust Bank na wanafurahia kabisa. Kwa hiyo muda ambao tumekuwa hapa tumeweza kusupport all the business people in Kisii. Ukitembea Kisii, uulize customer watu, uulize Diamond Trust Bank. Ni watu ambao tumeshirikiana nao, tumesaidiana na pia tumesaidia hata communities around Kisii. Kwa hivyo DTB imejulikana Kisii, mji wa Kisii wote tumejulikana, tumesaidia kabisa. Na hata hivyo pia tuna mipango maalum ya kuenda paka mji wa Keroka. So wale ambao Keroka bado mnaweza kuja mtumie DTB Kisii. But kuna mpango ya kuingia Keroka pamoja na Nyamira. Hiyo inamaanisha kwamba hii mji ya Kisii yote, the larger Kisii community, DTB Bank ina value. That is why tunataka tutembee kote, tushirikiane na tusaidie wafanyabiashara. Mfika hadi huko. Na hadi wakulima. Tunawafikia hadi wakulima. Yes. Umeweza kutuelezea kwamba DT Bank ukiangalia imeweza
kusaidia haswa wafanyabiashara wadogo wadogo. Pengine unaweza tuelezea ni vipi mmeweza kusaidia wafanyabiashara? Asante sana. Kwa hivyo kwa wafanyabiashara ile ambayo jinsi ambayo tumeungana na wafanyabiashara ni kwamba wamekuja kufungua account na sisi, baada ya muda wanaomba tuwasaidie upande wa biashara. Kwa hivyo sisi kama bank what we do ni tunapeana loans. Loans tuko na loan tofauti. Tuko na overdraft facilities ambao tunapatia hao wafanyabiashara wakati anapiga order, anataka kununua bidhaa kutoka kwa suppliers wao. Unapata ako na pesa kiwango ya chini. Kwa hivyo tunawapatia overdraft ambayo inawawezesha wanatumia pesa ya benki alafu baadaye watarudisha. Kwa hivyo hiyo ni services ambayo tunapeana kama bank. Pia tunapeana term loan. Term loan ni ile tunakupatia pesa ukisema unataka kama 1 million, unasema mimi nitaweza kulipa hii pesa baada ya miaka 3. Kwa hivyo tunaweka hiyo pesa baada ya miaka 3, kila mwezi utakuwa unalipa pesa kiasi fulani ambayo itakuwezesha wewe kama mfanyabiashara uweze kupanua biashara yako. Alafu pia kuna wale wafanyabiashara ambayo pengine wanataka tu kuwekeza pesa kwenye fixed deposit. Fixed deposit ni ile pesa ambayo unaweka kwenye account na hautagusa. Unasema nataka niweke hii pesa kwa mwezi mmoja. Katika hiyo mwezi mmoja sisi tunapea wewe interest. Then kuna wale wanasema weka kwa miezi 3, wengine wanasema weka miezi 6 na wengine maximum ni 1 year. Kwa hivyo hiyo pesa yako ikikaa na Diamond Trust Bank, wakati uko na pesa, pengine wewe ni mkulima wa majani chai, umepewa boom bonus. Umepata bonus yako. Unasema hii pesa kwa saizi sina mpango nayo. Unaleta Diamond Trust Bank, tunakuwekea. Wao tunakuwekea hiyo pesa kila mwezi unapata interest kwenye hiyo pesa yako. Na itakuwezesha itakuwa na manufaa zaidi ikiwa Diamond Trust Bank than uweke kwingine. Yes. Saa zingine watu wanawekeza pesa, more especially hapo kwa fixed account. Yes. Maybe amesema nitakuwa nawekeza hizi pesa zangu labda kwa mwaka mmoja ama miaka miwili. Lakini maybe saa zingine unajua maisha venye inaenda. Kuja sema hapa katikati hapana kuna pesa niliweka huko. Yes. Pengine anaweza itoa kabla imachue. Yes. Tutakupatia pesa yako. Wakati wewe umekuja umeweka pesa yako na Diamond Trust Bank. Then imefika wakati uko na emergency. Ukikuja kuchukua pesa yako tutakupatia. Hatuwezi kwamia. The only thing utapata ni hiyo full interest ambayo ilikuwa ukae ukule baada ya mwaka mmoja. So umeweka pesa yako, imekaa miezi 6, unasema mturudishie pesa yangu. So ile interest ilikuwa upate baada ya mwaka mmoja hautapata. Well, that is the only challenge. Yes. But pesa yako tutakupatia na itakusaidia wakati uko na pengine emergency ama unataka kutumia wa jambo fulani. Na pia bado hiyo pesa wakati sisi kama Diamond Trust Bank bado unaweza hiyo pesa kwa fixed deposit na ukipata emergency ukuje useme mnipatie loan, hiyo pesa ni ikiwe kama security. Bado tutakupatia loan, pesa yako ibaki hapo iendelee kuzaa. Sisi tutakupatia loan nasema hiyo fixed deposit ndio security yangu. Sasa kama fixed deposit ni 1 million, unasema mimi mnipatie 1 million. Sitakupea pesa hiyo ni security. Bado pesa yako itaendelea kuzaa na wewe utaweza kutumia hiyo pesa ikusaidie kwa shughuli nyingine ambayo uko nayo. Yes. Nataka ushikilie hapo kidogo tuingie mapumzikoni, tukirudi utatuambia what do you usually consider mkipea mtu loan. Sio kila mtu anaweza kuja aseme nipe loan mumpe. Kuna protocols huwa mnafuata. Ambia mano sano mwanchi muri ebitaseni kya Ndizi TV ni gotoka ntagosanga imeyomoro video bwense oboncheria astoge ntagosanga ne manager korwa asorwa ngorwa Gusii sebengi ya DT Bank uyogendete gotoerera obuya bukugacha enibo yago sebengi yokondo mwanchi muri eria tetora saso mutimo komokeigo to skato nyegerango yo turasege Kerubo sio elinde togende gosanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nagokurentera chibicha chinkia naboigo chinkino nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuruwa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakera chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Erango yechsemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko na kyoge kogera ase kirenga kyogo sirierange yo torase chimbero kyogo koretera de Milimani Academy eyene skuru yekerero era somo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 Borwase Junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abari mu banyorira maigerio yekirengo ke igoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mu baso na lunch. Ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi yoraga ne gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatia eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Mbiyamana sana mwanchi muliyeweta Kisii and Ndizi TV na ndengo kuwaligania asentundende tinga kitogenda gusanga imiyomoro bilyo bwense yobonchelia stogenda kwemanya obokoreri korwa sebengi ya DT Bank igega asorgo ngorwa Gusii abagenda gutumanya igoro yobokoreri bwabo nabo ibobuya gukogacha enibo yabo asichensemecho mwanchi muliyeri nabo kwenda gutubwati asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakutunya gwetera www.ndizitv.net bego na bakugenda usangana into kerengeri kyago gwetera sinambega wasi screen yago otumanyinga yokubwatia omorobeli koru na bayigoli iboli lyabo ndelyosi lyobwata gocha ase manager ya DT Bank anabokubolia abekago koiranelia konyantara so mutimo kama keigo na baginko mubolia nga ningi keli bakoligerelia kero bataite koena na elon gocha so monto na bakora tumanyanga ningi keli bakobwate pengine manager unaweza tuelezea ni nini ile mnafuatilia ama mnaangalia ili iwezeshe mtu binafsi aweze kupata loan. Asante sana. Kwa hivyo wakati unaangalia loans ni mambo mingi ambazo tunaweza kuangalia ndiposa tuweze kupatia pesa. Lakini vile nilikuwa nimesema hapo awali tuko na loan tofauti ambazo tunapatia customers wetu. Maybe nikiataja baadhi yao ni tuko na mortgage loan. Mortgage ni ile ambayo inakuwezesha sisi tunakujengea nyumba ya hiyo nyumba ni yako. Hiyo ni mortgage. Pia tuko na commercial mortgage ambayo inakuwezesha ukiwa na plot hapa town na unataka watu waingie waeke biashara yao ndani. Kwa hivyo pia sisi tuko na uwezo ya kukujengea hiyo commercial mortgage alafu watu wanaingia either kama tenants wa kuishi ama wale wa kuweka biashara. Hiyo iko under commercial mortgage. Pia tunanunua magari. Ukiwa mfanya biashara unataka lori ambayo itakuwezesha kubeba mzigo yako kama hardware, kuleta simiti. Pia sisi kama bank tunafanya hiyo inaitwa hire purchase. Tunaweza kukunulia gari na hiyo gari ndio security ambayo tunabaki nayo. Sasa wewe utakuwa unatumia but gari itakuwa imeandikwa Diamond Trust Bank pamoja na wewe. So hiyo pia ni hire purchase tunafanya na kununulia gari iwe mpya ama second hand. Then pia wale wafanyabiashara ambao wako na biashara kubwa na pengine uko na wale watu wako wa chini ambao wanakuja kununua vitu kutoka kwako. Wakati hao wamelemewa kidogo, bank iko na product inaitwa supply chain financing ambao tunaweza kupatia wale wanakuja kununua kutoka kwako loan ambao utawapatia stock, unawapatia goods, alafu za bank inalipa on their behalf. Alafu hao tunawapea maybe kama siku kama 40 ama 45 wanakuja wanalipa polepole. Kwenda kwenye swali letu la siku ya leo ni kwamba nini ambacho tunaangalia wakati tunataka kupatia loan. Kitu cha kwanza kabisa ambayo sisi tunaangalia kwanza ni statement. Because hiyo statement tunaangalia kama uko na uwezo ya kulipa hii loan. Kwa vile hataki kukupatia loan ni kama wakati unakula. Lazima uchukue kitu ambayo unakula ambayo unaweza tafuna na umeze. Hauwezi kupea ile kitu ambayo huwezi. Kwa hivyo tukiangalia kwa makini tunaangalia uwezo wako wa kuweza kulipa loan ndio inakuanga number 1. So mnaangalia statement hiyo ya bank. Hiyo statement yako ya bank kama for instance umefungua account Diamond Trust Bank. Hiyo statement yako ambayo umetransact nayo ndio tunaangalia. Tunaangalia turnovers zako na balances ambazo una maintain. Because hii loan kila mwezi nafaa uko unalipa. Kwa hivyo tunaangalia statement yako tuone kama uko na uwezo wa kuweza kulipa hiyo loan. Yes. Kitu cha pili pia ambayo tunaangalia your credit history. Kama wewe ni mtu through CRB, kama wewe ni mtu ambaye ukipewa deni, wewe ni mtu hutaki kulipa, unachukua muda wako kulipa, wakati ambao umefika inafaa ulipe, wewe ulipi. Deni na default. So through CRB tunaweza kuangalia character yako. Because hatuwezi pea mtu loan mwenye atasumbua kulipa sisi. Lazima tuangalie character yako na hiyo tunaangalia through CRB report. Kwa hivyo watazamaji, mimi ningewaomba hivi. Wakati umepewa loan, ikuwe kama M-Shwari, ikuwe hiyo ya simu digital loans, tafadhali
kuwa unalipa. Kwa vile usipolipa inakuja ina affect your history, ina affect history yako kabisa. Kwa hivyo statement ni kitu ya maana. Na hiyo statement mimi wanaambia customers wangu, ile pesa yote ambayo unapata, tafadhali make sure inapita through the account. Kama uko na salon yako town, kama uko na salon yako, uko na kinyozi, uko na duka, ile pesa unapata yote katika within the day, please make sure umeweka kwa account yako. Diamond Trust Bank tuko na till moja, tuko na pay bill services. Hii pay bill tunakuwekea kwa duka hapo. Mtu akitaka kulipa, analipa through pay bill, inaingia kwa account yako straight. Kwa hivyo customers wengi unapata anasema mimi nilipata order, mimi nikalipa tu, nilipa na M-Pesa. Kwa hivyo mimi nawaambia ile pesa yote ambayo unapata, pitishia kwa bank kwanza kabla ulipe. Kwa hivyo tunaangalia statement, cha maana sana. Naangalia statement yako vile una operate account yako. Inaonyesha kwamba uko na uwezo wa kulipa loan. Then pia tunaangalia character yako. Wewe ni mtu wa aina gani? Through CRB. CRB report inaonyesha kwamba wewe ni mtu ukipewa loan unalipa. Then ikiwa clean, then that is good. Yes. Pengine mtu anaweza kuwa maybe transaction zake hazijakomaa vile. Pengine ni mgeni ameweza kufungua account, maybe amemaliza miezi 6, maybe ni biashara alifungua. Kando na hivyo vitu viwili, kuna vitu vingine mnaweza kuangalia. Kwa hivyo ukiwa ni mgeni, maybe ulikuwa na account kwingine. So tutakuelekeza ulete hiyo bank statement nyingine mahali ambao umekuwa ukitumia. Ulete. Then pia hiyo itasaidia kuongeza kwa ile ambayo tuko nayo, utaongeza ile statement nyingine from another bank, na pia hiyo tutaweka pamoja tuangalie kulingana tuone sa uwezo wako. So si ati yetu peke yake, ukiwa na statement kwingine, because najua wa customer wengi wako na account huku kwingine. So wakati tunaangalia tunafanya vetting, pia kama unaona hii iko na uwezo wa chini, tunakuomba pia unaleta statement from other bank. Lakini ukitaka gari leo hii, hata kama ndio umefungua account leo Diamond Trust Bank, ukisema mimi nataka wekesa, nataka kununua gari, utaleta tu ile bank statement ya bank nyingine wako nayo, utaleta na sisi tutakupea gari. Yes. Pengine mpenzi mtazamaji anajiuliza hili swali. Alikuwa amechukua loan kwa banki nyingine. Pengine hiyo itaweza kumlimit asichukue loan kwa hii banki ya DT? Hapana, haitamlimit. Maana tuko na program pia inaitwa take over. So ukiwa na loan kwingine huko na unataka sisi tuichukue ikuje kwetu, hiyo pia tunafanya. Pengine uko na loan maybe KCB ama Equity, na unasema nataka nikuje Diamond Trust Bank. So kwa hivyo sisi pia tutakuchukua pamoja na hiyo loan yako. Tutachukua loan yako tulipe, then ukuje uko nalipa sisi kwetu. So it's a process called loan take over. So tutachukua hiyo loan, then tulete Diamond Trust Bank. Tutakilia hiyo side, ukuje kwetu. Yes. Na pia Diamond Trust Bank pia tuko na loan tofauti. Pia kwa wale ambao wameandikwa na serikali. Kuna ile kikundi ambayo imeandikwa na serikali kama walimu. Walimu wote wa primary, secondary ambao wako employed na TSC, pia hao tunawapatia loans. So ukiwa mwalimu, ukiwa wewe ni mtu unafanya Kenya Police, unafanya Ministry of Interior kina chiefs, tafadhali mahali mupo na waomba mkuje Diamond Trust Bank. Tunapeana loan at a very low interest. Interest yetu ni 13% peke yake. Alafu tunakupatia muda mrefu wa kulipa mpaka 8 years ambao tunaweza kukupatia uweze kulipa back your loan. Then ukiwa na loan kwingine kwa sako ama kwa banki nyingine na unataka ikuje Diamond Trust Bank, pia hiyo tunanunua. We do a takeover. So those civil servants ambao wameandikwa na Ministry of Interior, Kenya Police, wale wanafanya na DOD, Department of Defense, wale wanajeshi wetu pia tunawapatia loans. Polisi wetu wote ambao kila mahali pia tunawapatia loans. Yes. Najua kuna wafanyabiashara wengi katika huu mji wa Kisii hawajajua zile advantage ama zile faida ambazo watapata wakitumia DT Bank kutransact biashara zao ama kutransact pesa zao. Asante sana. Kwa hivyo kwa wafanyabiashara, Diamond Trust Bank tuko pia na wakati unatumia our online platform pia inaitwa mobile banking. Tuko na huduma inaitwa loan inaitwa DTB Weza. Hii DTB Weza inaweza kukupatia mpaka shilingi 1,300. Tunakupatia kwa simu. Kupitia simu ya mkononi. Yaani wewe unafinya tu simu yako hivi na unapata 1,300. Uzuri wa kuja kwetu,
Because DTB inaelewa wafanyabiashara kabisa. Inajua yale ambayo mfanyabiashara ambaye anataka iweze kumsaidia. Diamond Trust Bank wanajua yote. Kwa hivyo kama mfanyabiashara unakuja kwetu Diamond Trust Bank, baada ya miezi 6, kitu cha kwanza ambayo utapata ni loan inaitwa DTB Weza. Haina security, haina karatasi una sign. Wewe ni kufinya simu yako hivi na unapata shilingi 1300. Inakupea kwa simu, unanunua stock, unalipa polepole within a month, umemaliza. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambayo imetuwezesha sisi tuko juu. Ukiangalia na hawa wengine hawa competitors, sisi tuko kiwango ya juu. Maana mfanyabiashara ukuja Diamond Trust Bank, utumia account yako baada ya miezi 6 unapata loan. Hiyo ina apply kwa wafanyabiashara na pia hawa individuals. Hawa wenye wamekuja tu na maybe umekuja wewe ni Gerald Makori, umekuja unasema mimi nataka kufungua account, niko na kitambulisho na KRA pin. Huyo pia ako na uwezo ya kupata. Yes. Tuliweza kuzungumzia kwa upande wa kuwekeza kwa ajili ya masomo. Sijui kama huwa mnapeananga loan kwa ajili ya masomo. Kwa ajili ya masomo, hiyo loan tunapeana. Wakati umekuja umetaka kuomba loan, ile kitu ya maana kabisa ni kuonesha uwezo wa kulipa. So wewe kama mzazi unataka loan ulipie mtoto wako school fees, but uko na biashara ambayo unaendelea kufanya. So kwa hivyo sisi tutafanya vetting, normal vetting ya loan process, na utasema ni kiwango gani ambao unataka. Sisi tutakupatia term loan. So wewe ndio utajua utalipa school fees ama wengine utaongezea hapo. Yes, hiyo tunafanya. Yes. Tumeweza kuzungumzia kwa upana kuhusu pesa za mkopo. Pengine najua kawaida kuna wale defaulters. Yes. Na mtu atachukua loan, maybe unaweza tuelezea hiyo process nayo upande huo inakuanga vipi? Ule ambaye ame default. Na wakati umechukua loan na pengine biashara imeenda chini kidogo na pengine you are struggling. Ile kitu ambayo mimi wanaambia customers wangu, unakuja kwenye bank na unatueleza ya kwamba hii mwezi sitaweza kulipa loan yangu maana biashara yangu imekuwa na changamoto. Kwa hivyo sisi tutaelewana, tutakupatia nafasi kidogo, tuseme hii mwezi sitaweza kulipa, tutakupatia muda. Kitu ambayo anafanya Diamond Trust Bank to be the best bank in Eastern and Central Africa ni kwamba wanasikiza. That is a listening bank. Customer hiyo na changamoto, unakuja, unajieleza. Tutaweza kusikiza, then tutaweza kufanya adjustment to your loan, maybe in terms of tuongeze ama tufanye restructuring ambayo itakuwezesha usikuwe na pressure. Lakini yule customer ambaye anachukua alafu anapotea, anaingia mitini. Yule anasema anaingia mitini. Hao sasa inakuwa changamoto sana. Because sasa hao tuta blacklist ambao sasa itakuwezesha wewe ukienda kwa bangine kuomba loan, sisi tutapata Diamond Trust Bank ime blacklist wewe. So lazima ukuje kwetu kwanza uclear, ndipo uende wale wakupatie. Umeona? Yes. Acha tuzungumzie upande wa vikundi. Najua kuna vikundi vingi ambavyo vingependa kuwekeza pesa kwenye DT Bank. Pia unaweza waelezea ni nini huwa inahitajika, maybe wakihitaji nao pia mkopo ni nini wanafaa kufanya? Asante sana. Kwa hivyo vikundi, tuko na vikundi mingi sana ambayo sasa hivi tumeweza kuwawekeza kwenye Diamond Trust Bank, wako na account zao. Kikundi ambayo mnakuja, lazima mtakuwa na officials wenu ambao mmechagua wenye watakuwa run the affairs of the account. Kwa hivyo what we need ni hiyo certificate of registration ambayo mnapewa through the government, alafu KRA pin ya hiyo kikundi yenu. Then wale officials ambayo mmeamua watakuwa wamechaguliwa na members kwamba hawa ndio watakuwa wakiendelesha mambo ya account ya hii kikundi. Pia hao wanakuja na kitambulisho yao na KRA pin na picha. Kwa hivyo hao ndio tutaweka kwenye system yetu. Akikuja kutoa pesa tunaangalia signature yake, kama ni yeye ndiye waliweka kama officials. That is what we capture. Na pia kuna ile resolution ambayo mnapewa through the ministry. Wanapewanga resolution ya kwamba tumekubali kikundi ende kufungua account. Na pia hiyo kikundi pia wanaandika resolution yao, wanasema sisi kama kikundi inaitwa Nyamache Youth Group. Tumesema ya kwamba tunataka kufungua account DTB. So wanaandika resolution, wanasema sisi kama kikundi tumekubaliana kwamba tunakuja kufungua account Diamond Trust Bank. So those are the few documents that we need, na
hapo na hapo si tutaanza kufungulia account yako. Yes. Kuna wale ambao unapatanga maybe wako na project wangependa kujiendeleza, pengine wao huwa mnawa consider. Yes. Unapata kikundi wako na project yao, wanasema wanataka kununua shamba mali fulani ambayo itawasaidia kama kikundi, maybe waweke kitu hapo ambayo itakuwa inaleta income. Hiyo pia tuna support as a bank. So kikundi ambayo inakuja, tunaangalia statement yao ya kikundi, constitution yao inasema namna gani, wao watu gani ndio wamekuwa allowed kuboro kwa hiyo kikundi. So once tume confirm na katiba yenu ya kikundi imepewa powers kiasi gani ya kuomba, sisi kama Diamond Trust Bank tuta start the process ya kuwapatia loan depending on what you want to do. So kikundi itakuja tuambie, sisi kama kikundi tuko na hii project, tunataka tununue ng'ombe, tunataka tununue hii kitu fulani, tunataka tununue shamba. Wakati tunakuja kwa DTB, sasa sisi tuangalie makaratasi ambao mlitupatia, nani mko na mmeagree aje kama kikundi, mtakuwa mnaomba, nani atakuwa na sign wakati mnaomba. That one we do. And then sasa hapo na hapo tuta embark to the process and we will support. Tumesaidia vikundi kadhaa sana hapa Kisii na wamejiendeleza. Kwa hivyo nyote ambao mko na vikundi tofauti, naomba mkuje kwenye Diamond Trust Bank Kisii branch, na tutaweza kujadiliana mengi, na pia sisi tuweze kukua na sessions za financial literacy. Tunakuja kwa hiyo kikundi yenu, tunawaongelesha jinsi mzuri ya kusave pesa. Tunaelekeza jinsi mzuri ya kuinvest pesa, because hata DTB pia tunaweza wasaidia wakati mnataka kuinvest pesa yenu iweze kuzaa, ikuwe na mapato ya hali ya juu. That one we do as a bank. Yes. Pengine mtu akikuja katika DT Bank kuchukua loan, yeye ndiye ana determine ni how long atakuwa analipa hiyo loan, ama ina depend na ile pesa yenye amechukua? Wakati unakuja kuomba loan, mostly ina depend na purpose ya hiyo loan. Because unaona kama mortgage, wakati unataka tukujengee nyumba, hiyo wanga na repayment ya muda mrefu kidogo. We can do up to 25 years. Wakati unakuja kuomba mortgage, ili tukujengee nyumba, ama unataka commercial building, watu waanze kurent, ama unataka kujenga apartments, watu waishi ndani, uko unapata rent, hiyo iko na muda mrefu. Ingine kama term loan, tunaweza kama 3 years. But sasa customer kwanza ndiye anakuja anatueleza, mimi nataka nifanye project hii na hii na hii. Na katika hii project nahitaji pesa kiasi fulani. So kwa hivyo tutakaa nao chini, tuangalie financials zao, tuone cash inflow yao inakuja namna gani, how much is coming to the account. Then sasa hapo ndio tunaweka repayment period. Tunaweka kama 3 years, ama 4 years, ama 5 years. Yes. Asante sana kwa kutuelezea hivyo. Yes. Mbiona sana mwancho muliyereri yako Kisii and Ndizi TV niyo tugenda gusanga imeyo morobiri bwense yo bonchelia tugenda tugusanga no mutenelio manene korwa saving ya DT Bank imeyo rugongo rwa Gusii oyo gendete gutumanya igoro yo bukoreri bwabo onye kubwata ibuli ndiliansi na bugusanga na into gwetera sina biga wa screen yabo nabo gutumanya ngayo kubwatio morobiri kuruneli buli yabo so mutenelio yiga oyo nabo kwenda gutubwata ya sensemo chiche mitandao, sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital, abaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Pengine ningeweza kuuliza how do you retain your customers? Asante sana. Kwa hivyo kabla ni kujibu hiyo, pia kuna wale customer wetu ambao wako nje. Nimeona kuna customer mmoja ako Dono Qatar. Yes, ambaye anatuona live. Asante sana. Ukiwa pale Qatar, tuko na account ya watu wa diaspora. Watu wote ambao wako nje ya Kenya. Tuko na diaspora account ambao pia sisi tunafungua, na utaweza kutumia ukiwa huko. Ukiwa na pesa yako unatuma straight from Qatar to DTB Kisii. Ukiwa USA, ukiwa Canada, ukiwa outside the country, any diaspora customer, tuko na account ya diaspora. Kwa hivyo pia kwenye Diamond Trust Bank pia tuko na services za Western Union. Kama umetumiwa pesa kutoka nje, unakuja DTB, MoneyGram, Western Union, unakuja unatoa pesa kwenye Diamond Trust Bank. Kwa hivyo hiyo pia ni huduma ambayo tunapeana kama bank. Na ukiwa na dola, hiyo foreign exchange, dola, ukiwa na pounds, ukiwa na euro, wale ambao kwa diaspora wamekuja kutembea nyumbani, sana sana hii wakati ya Christmas, wakati mnakuja Kisii, tafadhali
kuja Diamond Trust Bank. Tutaweza kukubadilishia pesa yako ya dola na rate mzuri kabisa ambayo hakuna mtu ambaye atakupea rate kama hiyo. Hata utembee uende kwa hawa majirani wetu. Diamond Trust Bank will give you the best foreign exchange rate wakati unakuja kututembelea. Yes. Asanti. So kukuja kwenye swali lako ambapo ulikuwa umeuliza how do we retain our customers? Our customers wetu, one thing that we do to retain them, number one is service. We give the best service to our customer. Wakati uko na taswishi yote, pengine mobile banking yako imeleta shida, unakuja kwenye banki yetu, tunakusaidia, unarekebisha hapo na hapo na unaendelea kutumia. Kitu ambayo imefanya sisi ni tofauti na wengine is purely on service because we listen to our customers. Customer yote haikuja kwetu. One thing that we assure you, we will listen. Other banks, they don't give that attention to customers. Sisi customers service ni number one. Kwa hivyo customers wanapenda DTB, maana ya huduma yetu ni nzuri. Tunakusikiza, wakati uko na shida unataka usaidizi, banki inakusaidia. Wakati unataka anything, because sisi wakati tunakusikiza we customer, ukisema niko na taswishi fulani ambao unataka mnisaidie, DTB inakuwa kipaumbele ya kuingia kukusaidia. Then pia ile ambao tumetumia kuretain our customers, make sure tuko kila mahali. Our branches are everywhere. Ukitembea, ukienda Migori, tuko Migori. Oyugis tuko, ukikuja hapa Kisii tuko, Kericho tuko, all the major towns tuko ndani. So hata ukiwa kwenye safari na unataka huduma yetu, utatupata because tuko kila mahali. Lakini ile number one ambayo tumeweka kipaumbele ni customer service. We give our customer the best service. Because anything you want, we will act on it immediately. That is what imetufanya tumekuwa juu kuliko hao wengine. Yes. Unaweza zungumzia vipi kuhusu the impact of technology kwa DT Bank? Asante sana. In fact, kwanza katika zile pillars zetu za manifesto ya 2023-2024, tumeka digital banking as one of the topmost. Hii ni bank ambayo imeadopt digital banking fully. And as we speak saizi, ukiwa kwa nyumba yako, unaweza kutumia, unaweza kuaccess account yako, ulipe watu ukiwa kwa nyumba yako. In the comfort of your house, hata hauhitaji kutoka. Ukiwa tu kwa nyumba, una access bank services, unalipa suppliers, una check balance, unaweza order checkbook, una order ATM. Then again, pia wale wafanyabiashara wakubwa, pia tumeweza kuwapatia inaitwa internet banking inaitwa I24/7. I24/7 inamaanisha hata iwe usiku, ukitaka kulipa mtu hiyo usiku, Diamond Trust Bank itakuwezesha wewe kulipa. Tuko na channels mzuri inaitwa I24/7 ambayo inawezesha wafanyabiashara wakubwa, wale corporate customers wanaweza kuaccess our banking services at any given time. So DTB may evolve technologically. Hata internally in our branches we have very good controls ambayo pesa ya mtu iwezi guswa. Mtu haezi fikia pesa yako. Tumeweka controls ambazo ziko kiwango ya juu sana. Tuko na controls na pia our culture as a bank, we protect our customer at any given time. So ukiwa na Diamond Trust Bank, first of all tunakuwezesha wewe kupata pesa yako wakati wowote ambayo unahitaji. Cha pili ni pia wakati unataka hata kuweka pesa, bado tumeweka pay bill yetu ambayo ni rahisi kabisa, ambayo inakuwezesha wakati banki imefunga na uko na pesa unataka kudeposit, ukiweka kwa M-Pesa unaweka straight to your bank account. So inaingia. Si lazima ukuje kwenye banki yetu. Tunakupatia till moja yetu mzuri ambayo inakuwezesha wewe kuweka pesa na itaingia kwenye account yako immediately. Yes. Tumeweza kuzungumzia kuhusu kutumia simu ya mkononi kwa kufanya transaction. Sijui kuna wale watu ambao wanapenda maybe ATM cards. Sijui kama hizo pia ziko. Asante. Kwa hivyo Diamond Trust Bank pia tuko na cards. Tuko na cards tofauti. Na pia nataka nieleze wale ambao wako nje. Tuko na credit cards. Credit card ni ile ambayo tunakupatia na tunaweka limit, ni kama loan. Tunakuwekea kama limit ya 50,000 kwa hiyo card. So wewe utakuwa ukitumia kufanya shopping, alafu unalipa baada ya mwisho wa mwezi. So ni kama soft loan. So tuko na hizo card Diamond Trust Bank credit card. Tuko na debit card. Debit card ni ambayo
ukifungua account iko linked na account yako. So tunakupatia ATM card ambayo utakuwa ukienda kwa ATM unatoa pesa. And our cards are Mastercard enabled. So hata ukiwa nje ya Kenya, ukiwa na kadi yako, uende Tanzania, uende Uganda, bado unaweza tumia kupata pesa yako. Na pia tuko na multi currency card. Hii multi currency card ni kadi ambayo inakuwezesha, iko na wallet tofauti. Tuko na wallet ya dola ndani, tuko na euro, tuko na GBP, tuko na Indian rupee, yote ziko hapo ndani ya hiyo card moja. Kwa hivyo wale ambao wako nje, ukitaka kufanya shopping ya online, multi currency card is the best that you can use for online shopping. Hata ukitaka kununua vitu nje ya Kenya, ukitaka kutumia this Alibaba, ukitaka kutumia this other exactly. All those things, if you want to pay online, tuko na card inaitwa multi currency card, which is the best card that you can adopt. Yes. Ukiangalia pengine kama DT Bank, najua challenges huwa zikosi. Pengine ukiangalia katika huu mji wa Kisii, pengine ni challenges gani mumeona katika upande wa wafanyabiashara kupata ugumu kufungua account, ama watu wengine mbona hawapendi kuwekeza pesa yao? I think changamoto kubwa ambayo nimeona wafanyabiashara wanapitia kwa sasa ni hiyo, wakati economy inakuwa strained kidogo. Unapata wafanyabiashara sales zao zimepungua kidogo kwenye duka. Ile mapato ambayo walikuwa wanapata kila wakati imepungua. Kwa hivyo hiyo ndio challenges naona mostly tunapitia, ni kama ile mapato walikuwa naeka kila siku unapata yamepungua, because customer purchasing power pia imepungua kidogo. So changamoto around that line ni pengine, na pia kuna wale wafanyabiashara ambao wanapenda kudiversify sana. So pengine anafanya hii biashara na amekimbia kufanya ingine bila kufanya research mzuri. So unapata ile mali penye ameenda kufanya biashara nyingine haileti mapato. So unapata ina strain, ina meza hii nyingine. So hiyo ni changamoto kubwa ambayo wafanyabiashara wamekuwa nayo. Kwa hivyo sisi kama Diamond Trust Bank, and that is why sisi tunapeana hiyo financial literacy to our business people. We come together, tunawaelekeza wakati unataka kufanya expansion. We come, we sit down with you, tunaangalia hiyo projections zako, tunaangalia ni unatarajia kupata pesa kiwango gani, mahali penye unaenda kwa biashara ni wapi, umefanya research mzuri. So sisi kama DTB we partner with you na tunakusaidia. Kuna wale ambao wanafanya peke yao, unapata anaingia kwa biashara nyingine tofauti yenye hana information about that business. So unapata hapati ya mapato. Then wakati umempa loan, sasa inakuwa ngumu yeye kulipa. Sasa inaanza kumstrain, unapata wengine wanaanza kutoroka, wanafunga duka, wanapotea. So hizo ni changamoto ambazo tunapitia. Yes. Sometimes do you advise your clients, sababu anaweza kuja maybe hana any information about DT Bank, pengine unamwambia huduma ambazo tunapeana na faida ambazo utapata ni hizi? Yes. Hiyo tunafanya kabisa. In fact, most of our customers sisi ambao tunafanya ni wanga tuna advertise a lot. Ukiangalia kwenye runinga, most of the time tuna advertise. Na pia wale customers sometimes wanga tunaongea na Kisii County Government, tunaongea na wafanyabiashara wakati wameitwa pamoja, tuna offer hiyo services kwao. Na pia wale ambao wanatembea wanakuja kwenye banki yetu, wamekuja wanataka kufungua account ama wanataka kujua about Diamond Trust Bank, wanga tunachukua hiyo nafasi, tunaongea nao, tunawaelekeza DTB tutakusaidia hivi na hivi na hivi. So tumetumia hata hizi vikundi, hizi groups ni ambao hata watu wa bodaboda groups pia hao ni watu ambao tumeungana nao kabisa. Tunawaeleza kwanza, kuna wengine kwa Bonchari tushafungua account nao na wanafanya kazi mzuri kabisa. Kuna kikundi kwa Bonchari ya bodaboda wamefungua account, tunaenda tunaongea na hao members wao kila wakati, tunawajulisha busy na save. Akipata 200 anatuma kwa simu, inaingia kwa account yake. Members contribution, tuko na hiyo program ambayo members wanatuma pesa zao kwenye kikundi. Kwa hivyo hiyo ni vitu ambavyo sisi tunafanya kama bank, na tumeweza ku advertise ourselves a lot in Kisii. Na watu wengi kabisa wanajua about Diamond Trust Bank. Na pia vile nimekuja hapa na wewe kama mpenzi mtazamaji, leo hii umegundua pia Diamond Trust Bank iko hapa Kisii. So hii pia ni yale mambo ambayo pia tunafanya ya kufanya customers wetu wajue about our existence, because tumekuwa hapa kwa muda mrefu. Hii ni bank ambayo imeanza kitambo sana. Hii ni bank ambayo imekaa almost 77 years. Kwa hivyo watu wanaijua,
Na pia ni ile notion watu wanafikiria ati ni banki ya Wahindi. Hii sio banki ya Wahindi. Hii ni banki ya mwananchi. Hii ni banki ya kila mtu. Kwa vile watu wengi wanaangalia ati hiyo ni banki ya wadosi, hiyo ni banki ya watu ambao wako na pesa. Hii ni bank ambayo inasikiza mwananchi ule wa chini kabisa. Ukikuja kuwekeza pesa na sisi, sisi tutakusikiza na tutakusaidia. No, hata uwe nani, hata watu wa bodaboda wote wanakuja, tunafanya kazi nao. Mama mboga wako na account kwetu. Akipata pesa yake jioni kama ni 300, 400 anakuja naweka. Wakulima wale wa majani chani, wa majani chai, wale wakulima wa miwa wote wako na sisi. Wamefungua account na sisi. Na pia tunaendelea kushirikiana na hizi tea factories. Wale wako Gembo kama Nyamache Tea Factory, Ogembo Tea Factory, Sanganyi, Gianchore, Onkoba hiyo Nyansiongo, wote hao Kiamo kama tunashirikiana nao. Tuone vile tutaingia kwa wakulima, tuwasaidie waweze kupata mapato ya hali ya juu. Yes. Nimeona umetembea Kisii kama unajua. Umeenda paka Kiamo kama, umeenda Gianchore, umeenda Sanganyi, umekuwa Kebirigo, umekuwa Tombe, tumeenda Ogembo, umekuwa Nyamache. So tumetembea Nyansiongo. Tumekuwa na hao wa tea factories wote, tumejaliana nao, tumeongea nao vile tunaweza shirikiana kama Diamond Trust Bank. Tusaidie wakulima, tusaidie wafanyabiashara, tusaidie kiwango ya watu wote ambayo wana benefit hiyo chain, value chain yote ya factories. Tumeangalia hao wote vile tunawasaidia. Kwa hivyo DTB is the best bank kwa watazamaji wetu. That is a bank inafaa saizi uko umetoka bahali ulipo, umeanza kukimbia, tukutane na wewe kwa mlango ya DTB, tufungue account siku ya leo. Sijui kama mmeweza kutembelea pia kwa shule. Ndipo sasa wanafunzi pia waweze kufungua account zao. Yes. Tumetembea Kisii University, tumetembea hapa Kisii Polytechnic, naongea kwa zile ambazo ziko within the Kisii municipality. Tumetembea kwa hizi universities, especially wakati first years wanaingia kwenye shule, wana join. Tumewatembelea, tumewaeleza DTB, wengi wamekubali kujiunga na sisi, wamefungua accounts. Tumetembea kwa mashule, hata walimu, vile nimesema sisi tunapena loans kwa walimu. Kwa hivyo walimu wote tumetembea. Hizi shule ziko hapa within Kisii. Na bado tunakuja. Bado mtusubiri. Bado tutakuja. Hizi shule zote mtungoje. Walimu popote mpo tafadhali. Karibu Diamond Trust Bank. Tuweze kushirikiana pamoja, tukupatie savings plan mzuri, tukupatie loan kama kuna payslip yako imekubali iko na nafasi ya kupeana loan, please njoo. Ukiwa na development plan yote, kuja tukae chini, tushirikiane, utueleze plan yako. Sisi we can give you proper advice now because sisi tumekuwa kwa hii industry for long. Tumesaidia customers wengi. Tukiona unaenda kufanya kitu ambaye haitakufaidia, tutakukataza. Alafu tukuelekeze take this right direction. That is what we do. Yes. Unajua kuna competition kubwa katika huu mji wa Kisii. Sijui kwa upande wenu, how do you deal with the competition? Asante sana. Kwa hivyo competition iko kila mali. Everywhere in this country. Wakati uko kwa biashara na haina competition, uko peke yako, wewe utafikiria sawa useme kwa nini mimi sina competition. Kwa hivyo competition is very stiff in the banking industry. Na sisi kama DTB we love that because now hiyo inatupatia changamoto kuendelea kupeana huduma mzuri. Where there is competition there is growth. Kwa hivyo sisi kama DTB tuko na competition stiff from our other banks. Kwa hivyo sisi tumejiweka vizuri ya kwamba sisi tunasikiza customer. That is why wanasemanga bank on us. Bank with us and bank on us. That is our motto. Bank with us, bank on us. So kwa hivyo sisi ile ambayo imefanya DTB iko hapo juu compared to these other banks. We are listening bank. Sisi tunasikiza customer kabisa. And we are very flexible. Customer akikuja anataka usaidizi fulani, tunamsikiza. Alafu hata kama hatuna hiyo product, then we can create for that particular customer na tunampatia. Hii competition wakati iko stiff. Even us ukiangalia kwa fixed deposit, ukitembea kwenye bank zote hapa Kisii, DTB ndio iko na the best fixed deposit interest rate ambao tunapeana kwa customers wetu. Ukija kwa loan, sio lazima ukuwe na security ndio tukupatie loan. Sio lazima ukuwe na security. We can give you loan up to 10 million Kenya shillings. Bora account yako umeitumia vizuri. Sio lazima ukuwe na security. Muitishi wale guarantors. Hapana. As long as account yako umeitumia vizuri.
Diamond Trust Bank tunakupatia loan bila security up to 10 million Kenya shilling. Kwa hivyo tukianza tunakupea ile uwezo kulingana na uwezo wako. Kwa vile tutaki tukupee kitu yenye hautaweza kumeza. Tunakupea ile kiwango kulingana na pia wewe what are your needs? Wewe unataka nini kama customer? Unataka kufanya nini? Because hatukupei pesa mingi ambayo haitakusaidia. Tunakupea kulingana na program yako na budget yako. Hiyo ndio tunaweza kukupatia na ikuwezeshe pia wewe expand in terms of business. But cha muhimu kabisa, DTB, we value our customers. Ukiingia pale, services zetu ni mzuri, our staff watakusikiza, watakusaidia, hata kama uwezi andika, ujaze hata slip, our staff will assist you. So hiyo ndio kitu mzuri. Ukiingia pale, kila mtu ana smile. Ukiingia kwenye banki yetu, kila mtu ako ready kukusaidia. Hiyo ndio kitu imefanya sisi kama Kisii tuko number 1 top hapa Kisii. Yes. Ningependa pia ushikilie hapo kidogo, tuingie mapumzikoni, tutarudi muda usio kwa mrefu ili tuweze kuzungumza mengi. Mbia mano sana umwanche muri yani yotagenda kwemanya obakoreri ase bengi ya DTB akorwiga se umucyobo songo asitagenda tagokwana no mutenenelyo maneno yo yagenda tagosanga amange nabwo gotumanya igoro yo bakoreri bwabo no buyabwe kogacha enibo ase bengi yote torasasa umutima komoke goto skatonyegera wira ntarasege Kerubo elinde tagenda gusanga amange. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nige kurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwa marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitokero montachi obisi yeito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerenda ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive
ubuye mukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera b'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Company yuko bekuburendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kuruwe bukoreri bw'ibirengo bw'igoromono wuchya sechi company naboigo n'abantu asorogonko Afrika ya mocha jobs chabo imeyumuchu Nairobi nigochire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi nigochire Gisemba Plaza first floor egatiyo bukoreri bakurwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegeli bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bw'ibirengo bw'igoro One-on-One Security Services Limited oburendi chinga gichonsi kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyogokorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase number, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Yake gima umwanchi umuliye na ndengo kwaligania ase ntunda ya umoelio chinga kitogendete gusanga no muteneli webengi ya DTB oikorogiga sorgongo rwa Gusii oyogendete gutumanya igoro yobokoreri bakorwa nabo igo enyencho yokugacha enibo yago anomono ase nsemeri ya DT Bank tena ndarabaga gutumanya obokoreri bonde ekegeranga obokoreri bakorwa no ubongo mwanchi umuliye nabaga gutumanya ngangosira
baraboncheria singinchio kwegenderia wetera kwena na loan na boigonko bole bale kero monto bagako gacheni boyaye aso gutumika sama tukabo sina bagakwene kinga ekero ko gacheni boyaga saving ya ditine bwate security iga enibo yago ni yekwa chobwikeno ndete yora bagakorusia enibo yago otamotete achikorusia gosota ikernet yororo ndete tosangenere agenda gutumanya asobokoleri bonde. Kuna baadhi ya ambazo services ambazo hatujaweza kuguzia kwa upana, ningependa uweze kuelezea mpenzi mtazamaji aweze kuelewa zaidi. Asante. Yeah, kwa hivyo Diamond Trust Bank ile baadhi ya huduma ambayo sisi tunapeana kwa wale customers wetu especially pia ni insurance. Nilikuwa nimesema tunafanya insurance kama Diamond Trust Bank. Kwa hivyo insurance wakati unataka kama health insurance, unataka medical cover ambayo itachunga familia yako, maybe apart from NHIF, tunapeana medical cover. Kwa hivyo ile ambayo unahitaji ni utakuja kwenye banki yetu, utuambie uko na family members wangapi, alafu sisi tutakupea quotation. Pia tunafanya fire and burglary. Kwa wale wafanya biashara ambao wako town, unapata saa zingine biashara yako iko na risk ya kushika moto. Hii moto huwezi jua. Wakati biashara yako imechomeka pengine sababu ya moto. Sasa sisi kama bank through our insurance agency tutaweza kukurudishia pesa yako back. Kwa hivyo wewe unakuja kutuko na form ambayo unajaza ambayo ina insure your business kutokana na moto. Na pia burglary. Wengine pia waizi. Unajua hii society yetu ambayo tunaishi sio kila mtu ni mzuri. Si kila mtu anakutakia mazuri. Kwa hivyo pia tuko na cover ya burglary. Kwa hivyo kwenye biashara yako wakati imevamiwa usiku, wakati umetoka umeenda nyumbani, biashara yako imevamiwa na waizi wamechukua stock yako, bank ya DTB. Wakati umechukua insurance, tutaweza kurudishia back your money. Yeah? So pia ukiwa na gari yako, ukitaka kuchukua insurance, unakuja Diamond Trust Bank. Tutakupatia insurance cover ya gari yako ambayo itakuwezesha gari ikipata ajali ama ikigongwa mahali fulani, DTB Bank. Unakuja kwetu kwa bank, auendi kwa insurance, unakuja kwenye bank unasema, "Wekesa, gari yangu imepata shida." Kwa hivyo sisi kama DTB tutafanya inspection na hapo tutakurekebishia gari yako. Na pia kwa nyumba yako, ile vitu ambazo nao kwa nyumba yako, maybe kama TV, hizi laptops, simu, all the electronics unao kwa nyumba yako. Pia tuko na cover ambayo itakuwezesha kuichunga. Wakati umevamiwa na hawa hizi wamechukua vitu zako, Diamond Trust Bank itaweza kurudishia haya yote. Pia wale ambao tuko na education policy. Wewe ukiwa na mtoto wako ambao umewazaa unawalea, Diamond Trust Bank tuko na education policy ambao itakuwezesha wewe kulipia mtoto wako mpaka afike kuanzia form 1 unaachia bank sasa. Bank inamlipia mpaka afike university. Kwa hivyo ukikuja kuchukua education policy na DTB ambayo sisi unalipa premium maybe baada kulingana umri ya mtoto tutakupatia quotation. So kwa hivyo mtazamaji, wakati uko na mtoto wako na unataka kumake sure masomo yake yameendelea hata wakati wewe maybe God forbid wewe wage dunia, masomo ya mtoto wako yataendelea. Kwa hivyo kama Diamond Trust Bank tuko na education policy mzuri kabisa ambayo itakuwezesha wewe kuchunga maslahi ya watoto wako hata wakati hauko. DTB itaendelea kuwalipia kuanzia form 1 mpaka university. So tuko pia na education policy. Wekesa kwa hii education policy, pengine mzazi ameweza kuwekeza pesa, anataka zianze kutumika maybe mtoto akijoin form 1. Pengine kuna kile kiwango ambacho mmewekea huyu mzazi ataweza kufikisha ndio posta muweze kushikilia hapo kuendeleza masomo ya huyu mtoto. Yes. Kwa hivyo tukichukua education policy tumesema ni ina run for 10 years. Pengine mtoto wako saizi maybe yako umri fulani, tunasema ni 10 years. So for that 10 years tutakuonesha kiwango ambacho utapata baada ya 10 years. Then now from 10 years mtoto akijoin form 1, ina depend school fees yake ni pesa ngapi. Kuna wale wanapeleka watoto hizo shule kubwa kubwa. So school fees kulingana na school fees ni ngapi? Akianza form 1 bank inalipa. Kifika form 2 bank inalipa. Form 3 mpaka form 4. Then from there akiingia university bado bank inalipa. Inalipa hiyo pesa yake yote ya school fees na
umuhimu ambao nataka watazamaji wanisikize kwa makini kabisa. Umuhimu ya hii education policy ni life cover. Life cover inamaanisha wewe kama mzazi leo hii uchukue hii policy ya education na kitu ifanyike, upate accident, ukuwe na permanent disability, bado mtoto wako atafaidika, atapata pesa when maturity comes. Umeona? Leo hii kitu ifanyike na uage dunia na umelipa tu mwezi mmoja na uage dunia, bado mtoto wako atapata hiyo pesa ambayo ulikuwa umeweka kwa insurance. So hata kama umelipa tu mwezi mmoja na kitu ifanyike na uage dunia, bado you will still benefit from the sum assured. That is a good thing. Nataka watazamaji wanisikie na mjue kwamba insurance is very very important. Inasaidia kabisa. Yes. Pengine swali lingine mpenzi mtazamaji anaweza jiuliza, katika hii education policy mkianza kulipa, banki ikianza kulipa, inalipa directly kwenda kwa shule ama inapitia kwanza kwa mzazi? Sasa ni mzazi ndiye ataamua. Mzazi ndiye ataamua. Akiamua kwamba tumpatie pesa yeye mwenyewe alipe, tutampatia because ni pesa yake. Sisi yetu ilikuwa ni kuwekeza tu. So ikifika policy kimachua, mzazi ndiye atatuambia nataka mlipe kwa hii shule ama mnipatie pesa mimi mwenyewe nilipe. So whichever option mzazi atakubali, sisi tutafanya naye. Because policy itakuwa imemachua na iko tayari. Yes. Kwa upande mwingine hii policy kimachua, pengine mzazi amekuwa akiwekeza kila mwezi pengine 2,000. Baada ataendelea kuwekeza hiyo 2,000 ama ataachia hapo? Ataachia hapo. Policy ikiwa ni 10 years, ikifika baada hiyo miaka 10 unaachia hapo. Kwa hivyo sasa wewe ile ambayo unaongoja ni pesa yako ambayo umewekeza. Sasa wewe ndio utatueleza kama benki, utuambie sasa, kwa hivyo mimi mtoto wangu school fees yake nalipa ni 1,200 ama 1,100 kila term. Kwa hivyo sasa utaamua tukupatie ulipe ama sisi tukulipie kama bank. Because tutakupatia bankers check, unapeleka shule na inakuwa pesa. Yes. Unaweza kuelezea huduma zingine kwa upande wa wafanyikazi kwa serikali pia, na unaweza tuelezea huwa zina operate vipi? Asante sana. Kwa hivyo vile niliposema hapo awali ni kwamba kama Diamond Trust Bank tumesign MOU na various organizations hapa Kenya. Na baadhi ya hizo organization ni kama TSC. Walimu wote popote mpo walimu, nataka niwaeleze ya kwamba ukikuja Diamond Trust Bank utapata loan. Yeah. Wale wanafanya Ministry of Interior, wao kina chief wote popote mpo, mjue kwamba DTB imekungoja tu. Wewe ndio umechelewa. DTB imekungoja. Wale wa linda salama wote, Kenya Police na Kenya Prisons wote wanapata loan kutoka Diamond Trust Bank. Popote ulipo na kualika, tafadhali walk to any of our branches that is near you. Ukiwa Migori, ukiwa Oyugis, ukiwa Kisumu, ukiwa Nairobi, any branch ya Diamond Trust Bank, ukiingia wewe kama Kenya Police na payslip yako, tutaweza kukupatia loan. Na pia hawa watu wa Department of Defense, hawa watu wanajeshi wetu, pia hao tuko na loan program yao, pia tunawapatia. Wale wafanyikazi wa NHIF ambao wako in various stations within the country, hao pia tuko na MOU na NHIF, tunawapatia loan. Kwa hii loan yetu DTB Bank tunakupatia mpaka 8 years. Kwa walimu au wafanyikazi wa serikali wa Ministry of Interior, Kenya Police, tunakupea mpaka 8 years. Na interest yetu ni only 13%. Yeah. If you walk around, many banks will increase interest. Lakini DTB, we are just doing a 13%. Kwa hivyo, wewe popote ulipo, mimi ingekuwa ni wewe saizi, ingekuwa nimeamuka, nikitoka kwenye hii studio, nataka nikutana na watu kama 3, niko tayari kwa, na loan yetu takes only 24 hours. Ukipena application leo, by kesho, pesa iko ndani account yako. Si hatuchelewi. Ukifanya application leo, kesho asubuhi, pesa yako iko kwa account. Yes. Acha niangalie baadhi ya ujumbe katika sehemu za mtandaoni pale Facebook. Isa Mecha anasema DT Bank hawana initial deposit, immediately ukifungua account unaweza weka hata 50 as you wait to start using your account. Loan unapata kulingana na turnover yako. Na see how much you have saved. Savings gives you 6% annual interest on your current balance. Sijui kama anasema ukweli. Yeah, thank you. Ukweli kabisa. Thank you. Huyo ni mtu ambaye amefaidika. Huyo amefaidika. Saizi anapokea hiyo huduma yote.
Kuna mwingine anaitwa Wilfred Muguche Matoka anauliza kuna banki ukienda kufungua bank account unaambiwa lazima utoe deposit ya 10k ndio iwe active. How about you, na mnasaidia namna gani mwananchi ambaye kidogo tu imeenda? How about you, mnasaidia mwananchi ambaye hana na mwenye hana sasa kwa sababu kuna wale ambao wanaambiwa maybe wa deposit 10k ndio iwe active. Na swali la mwisho, mtu akiwekeza nanyi mnapeana loan kulingana na saving yake na how much you multiply it? Okay, asante sana. Kwa hivyo DTB sisi ukuja kufungua account, unafungua account hata bila pesa. Umeona? Because purpose ya kufungua account mostly ni saving ama uko na biashara. Kwa hivyo hatutakulazimisha kwanza ukifungua lazima uweke pesa. Because watu wanapokea pesa kwa muda tofauti. Kuna mwingine anafungua account kumbe ameongoja mshahara, mwingine amefungua account ndugu yake amempromise na amletea pesa. Kwa hivyo sisi kama Diamond Trust Bank, na hivyo nilikuwa nasisitiza nikisema kwamba we are listening bank. Sisi tunasikiza customer. Ukikuja kufungua account na sisi na useme kwa saa hizi niko na shilingi 100 nataka niweke account yako. Hiyo pesa tutaichukua tuwe kwa account yako. Na useme mimi niko na mpango na hii account yangu kwamba nitakuwa nikipokea pesa kutoka mahali fulani na mahali fulani itakuwa ikinisaidia. Kwa hivyo sisi tutafungua account yako na wewe utaweka ile ambayo uko nayo. Na hatuwezi lazimisha wewe ati lazima uweke pesa kiasi fulani ndio sasa ufungue account. No. Diamond Trust Bank doesn't do that. Kwa ule mwingine ambaye amesema kwa mambo ya loan, the way nilikuwa nimesema, loan zetu tunakupea bila security. Our loans we give unsecured loans. Kwanza tuko na loan ya simu. Ukifungua account yako leo, baada ya miezi 6, unapokea shilingi 1,300 through our digital phone. Ukiwa na simu yako tu na uko na mobile banking na umetumia account yako vizuri, hiyo system yetu itaweza kukupatia loan kulingana na uwezo wako. Naona nilikuwa nasema kila kitu ni uwezo. Kulingana na uwezo wako, maximum loan tunakupea ni shilingi 1,300. Lakini kuna wale ambao watapata 20,000, kuna wale ambao watapata 1,100, kuna wale watapata 50,000. Kulingana na vile unatumia account yako na uwezo wako, banki ya DTB itaweza kukupatia loan kwa simu. So sisi hatuna mambo ya guarantor, hatuna guarantor unless uko na security kama shamba yenu ya nyumbani, umesema niko na shamba, nataka nitumie hii kuomba loan. Bado tutachukua hiyo shamba yako kama security na tutakupatia loan. Kuna wale ambao wanasema mimi niko na biashara yangu, nafanya vizuri lakini sina security. Kuna wale startup wanasema sina security. As a bank, we can give unsecured loan up to 10 million Kenya shillings to such customers. Yes. Kuna mwenye anaweza kuuliza mnapeana loan kulingana na service yenye mtu amekuwa akitumia bank and how huwa ina multiply vipi? Kwa hivyo we basically sisi kama bank what we check mostly ni turnovers. We look at your average turnovers. Pesa ngapi inaingia kwa account yako? Na vile nilisema kwanza ni sisi kama bank we are listening bank. So tunataka kujua customer ako na need gani ambaye anataka pesa iweze kumsaidia. So first we want to establish what do you want to do with the money. Wewe kama customer unataka kufanya nini? What do you want to do? Unataka kufanya biashara, unataka ku-expand business, unataka kununua gari. So kama ni gari, unaona sisi tutakufinance tu gari directly because gari ndio security. So kwa hivyo mambo ya guarantor DTB haifanyi. Na statement yako ndio itatuelekeza uwezo wako ni upi. Na wakati unawekeza pesa kwenye DTB, turnover zako ndio zitatuelekeza tuone. Wewe unakuja unasema mimi kama Makori naomba pesa kiasi fulani. Tutaangalia statement kama iko na hiyo uwezo. Kama itakuwa na uwezo tutakwambia leta bank statement yako ingine kwenye ile bank ambayo umekuwa ukiweka pesa yako. Pia tuongeze na hii tuangalie kwa namna gani. So sisi kama bank we are very flexible. Customer akiwa na need, first sisi tunataka ku certify that need. Yeah, we first satisfy the need, then we see how much you can qualify. Yes. Moses Omwenga anasema following from Keroka. Asante sana. Victor Omondo they are watching live from Nairobi West kwa pamoja. Thank you. Thank you. Asante sana. Keroka tunakuja. Keroka tunasija. We'll be in Keroka. Wale wa Nairobi pia nashukuru sana kwa kutufuatilia.
Diamond Trust Bank is the best bank. You can always bank on us. At any given time, DTB, sisi tuko tayari kusikiza customer, tuko tayari kukupatia suluhisho. Kwa yale ambayo unataka tukusaidie, takupea suluhisho. Yes. Ukiangalia sababu tulisema ukifungua account pengine ile kunyang'anywa pesa yako haiko. Mbona umezingatia hiyo? Wako wanasema la kicha. Vile nataka nisisitize hapo kwenye point. Umepata kumekuwa na very many complaints kwa social media kwamba customers I can't mention those banks but unapata kuna customers wenye hii bank wamesema pesa yao imetolewa kwa account bila au kujua, hawakuwa wanatambua, hawaelewi pesa yao imetoka namna gani. DTB Bank, one of the things that we uphold is system control. To make a controls in our system yenye haiwezi ruhusu hata these hackers to access your account. Ati anakuja kwa hack account yako atoe pesa, hawezi. Mtu alikuja aseme ati yeye anakuja anasema mimi naitwa Clive Ogora, nimekuja kutoa pesa na yeye sio Clive, hatutampatia pesa. Ukikuja kwa account ya Jason, unasema mimi naitwa Jason, lakini kwa account imeandikwa jina tofauti. Huyo mtu hatuwezi mpatia pesa. Kwa hivyo DTB in terms of controls, that is one thing that may differentiate with other competitors. Our control systems are up to place. We are very compliant with the government. We follow the directive from the CBK. Everything we uphold. Hakuna kitu ambacho tunafanya kinyume. Like pesa yako hata iwe shilingi 100, hakuna mtu atagusa hiyo pesa. Hakuna mtu. Kuna circumstances zingine unapata kama mimi nimewekeza pesa, maybe nimekuwa mgonjwa, nimewekwa ICU, sijasema nikuwa mgonjwa. Labda mtu alifungua account ameaga, huwa mna consider nini ndio mtu aweze kutolewa hizo pesa? Kwa hivyo tuko na process. Wakati familia imekuja imesema baba yetu ameaga na alikuwa na account Diamond Trust Bank. Tuko na process. Lazima watapitia through the office of the Attorney General. Kuna barua ya estate management ambayo wanapewa na that office iko na mandate ya kufanya investigation. Ya confirm kwanza are you the family members ambao mnakuja ku claim. Then of course the chief will also be involved to confirm real mtu aliaga. Apart from death certificate, pia kuna ile due diligence ambayo the office of the general wao wanafanya. Kwa hivyo sisi huwa tunapeana pesa to the state, then the state gives the family. But the due process has to be done. So wakati umetuinform, what we do now ni ku-freeze your account. Sisi tuna freeze account. Wakati familia kuja imesema baba yetu ameaga na alikuwa na account hapa. What we do first is to freeze the account so that mtu yote hasi access hiyo pesa. Then tunawaelekeza kwenye office of Attorney General ambayo wanaanza process ya next of kin. So hiyo ndio ina take place until now we get the resolution from the state kwamba this person is deceased and these are the beneficiaries. So hao ndio bank ita release pesa na watapewa. What about mtu akitaka kutransfer hiyo account, maybe sasa ni babangu ameaga, nataka ni transfer hiyo account kuja kwangu. Ikuje kwako. But we still have to follow the same process because now it has to go through the Attorney General's office. There's a department that is in charge of this, of handling those debts. So once they do the proper due diligence, we confirm kabisa kwamba mtu aliaga na hii ndio familia yake and these are the next of kins. Then watapewa. So what you do now, you'll just be given money, unafungua account yako hapo DTB, unawekewa pesa ya mzee hapo sasa. Kulingana na vile mtakuwa mmejadiliana mapato, kila mtu anapata mapato kiasi gani. Yes. Sababu ulielezea kwamba mtu akichukua loan hakunanga guarantors. Sijui kama maybe mtu mmeenda mmemjengea nyumba. Maybe ameaga, huwa mnafuatilia aje hizo pesa zenu? So kwa hivyo mtu kama ameaga, na tulikuwa tumejenga nyumba, of course hiyo nyumba inawanga deposit to the bank kama security. Hiyo nyumba inawanga kama security. So kwa hivyo the next of kin, the wife and the children now will come together na sisi tukue na another payment plan now because since ni tumehold kama security as a bank, kwa hivyo the family now will make arrangements now to clear with us. Because tumehold kama security. Yes, but in case where you've not mtu hajapeana security, for instance umechukua unsecured loan na umepata ajali umekufa.
Kwa hiyo loan kuna insurance, wanga tunaweka insurance. Hiyo insurance ina cover life. So in case umeaga na ulichukua loan bila security, insurance ndio italipa hiyo loan. Italipa hiyo loan yote in full. Hakutakuwa na taswishi. Kwa sababu naona muda wetu umeyoyoma, ningependa uelezee mpenzi mtazamaji, why should a client choose DT Bank? Asante sana. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, mimi nimekuja hapa mbele yenu. Na nataka niwaombe kwamba mkuje Diamond Trust Bank tushirikiane na nyinyi. DTB is one of the oldest and stable bank. DTB ni Tier 1 bank. Unajua banks ziko na category. Diamond Trust Bank is a Tier 1 bank. Na wakati unakuja DTB, we are a bank that listen to customers. In case you need any service. Wakati unataka kufanya investment, tuko na investment department ambayo inashughulika na kuoffer investment. Ukitaka kununua treasury bills, infrastructure bond, we do that as Diamond Trust Bank. Wale wafanyi biashara ambayo wanafanya biashara yao hapa town na pengine unataka kuwekeza pesa yako na tukusaidie as a bank, that is what we do. Ukitaka overdraft facility, we give that. Ukitaka kutunulia gari, tufanye mortgage, as a bank, we do that. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, naomba wakati unapata muda, tafadhali nitembelee hata kwa ofisi yangu. Hata chai tutakunywa. Niko na chai kwenye ofisi. Ukikuja ofisi yangu, niko na chai. Tutakunywa hata chai na tuweze kujadiliana. Because we are listening bank. Tutakusikiza na tujue unataka tukusaidie namna gani. And we partner fully with you. So uwe mkulima, uwe mama mboga, uwe mtu wa bodaboda, uwe unafanya biashara yako kidogo, uwe umeandikwa na serikali. Hao wote ni customers wa DTB. Na tunawakaribisha sana. Mlango wetu iko open. Banki yetu inafungua saa 3 asubuhi, tunafunga weekdays, tunafunga saa 10:30. Weekends tunafungua saa 3, tunafunga saa 6 kamili. Any time within that time. Holidays and Sundays tumefunga. Kwa hivyo nawakaribisha sana Diamond Trust Bank. This is the best bank that you need to choose. Hakuna bank nyingine itakusaidia kama DTB. Nawakaribisha wale wako diaspora wote pia, nawakaribisha. My numbers are there. If you need to contact us, please feel free. We will share. Yes. Ni kama DTB Bank, mnafaa mko na vision. Yes. Pengine unafikia kufika wapi? Actually, one of our vision as a bank, we are expanding right now. As a bank, we are expanding. We want to be everywhere. That's why nilisema tuna plan ya kufungua Keroka na Nyamira. Already tumefungua Olkalau, branch mpya Olkalau tumefungua. Nairobi tumeongeza branches mingi huko Babadogo, Isli. Mombasa tumefungua paka Watamu, tumefungua Lamu. Across the country, Nyeri tuko na branch Nyeri, Meru, all the counties tumefungua branches. As a bank, first of all, our vision as a bank is to enabling people to advance with confidence and success. That is our vision as DTB. Then if you look at our mission now, is to make our customers prosper, our staff to excel and create value for our stakeholders. So we want to create value. We want to make sure customers wetu wame prosper. How do you advance? Hauwezi kuwa una bank na DTB na wewe maisha yako iko tu hivyo. We are willing to partner with you and to make sure you prosper. So that is our mission as a bank. And we want to, even our stakeholders, our shareholders, we need to feel value. Yeah, because they have put their money there. Tuko na shareholders wote wengi sana. Yes. Together, hata ukiangalia DTB is Aga Khan Foundation is also part of the DTB. Yeah, it's also part of the shareholders. And you see Aga Khan hospitals are also there with us. If Aga Khan is a big network. Yeah. So that is also part of the shareholders of DTB. And it makes it even stronger. So DTB, one good thing with Diamond Trust Bank is we listen to our customers and we offer solution. Yes. Asante sana. Yeah. Kuna mwenye anasema watching live kutoka Kisii Marani, anajiita Deno. Asante Deno. Korwa Nairobi West igati na nyako mochapi oikaribu mondo na mwachange family wategereta vya kabisa hadi tamati. Asante sana kwa wale ambao umekuwa mkichutazama. Kama uko na jambo lako la mwisho kwa mpenzi mtazamaji. Jambo langu la mwisho nikimalizia ni kwamba vile nimesema na nitarudia ni kwamba Diamond Trust Bank tuko hapo Kisii, Ajiwa Shamji building just before Quickmart. Tuko hapo opposite Falcon. When you walk there, you will find me and my staff. Niko na very wonderful staff. They will listen to you, watakusaidia, watakusikiza
na watakupatia solution kwa yale ambayo uko nayo. Kwa hivyo mimi ile kumalizia ni kwamba nawaomba wapenzi watazamaji na wakaribisha nyote Diamond Trust Bank. Our doors are open. We are ready to serve you. We are ready to listen to you. And we are ready to offer you solutions. Ukiwa na biashara, tuko na solutions za kufanya biashara. Ukiwa umeandika na serikali, tuko na solutions zako. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema karibu Diamond Trust Bank. We are very ready to serve you and we are ready to listen to you. Aha. Yes. Alisema ukitembelea kwa ofisi yake kuna kachai. Mimi lazima nifike ni test hiyo chai ndio nikuja uambie. Karibu sana. Karibu sana. Shukuru sana kwa kututembelea na pia kuelimisha mpenzi mtazamaji kuhusu kuwekeza pesa katika DT Bank. Tumeshukuru sana. Asante. Asante sana Ndizi TV kwa hii nafasi mmenipatia niweze kuongea na watazamaji wetu. Asante sana Ndizi TV. Yes. Kwa Kikuyu mnasema asante sana kwetu. Orio mno. Orio mno. Orio mno. Mimi nasema mbuya mno. Mbona sana mwanche muriye yakwa bereko gosanga na inde kabla ni sawa. Producer wetu Abigail Nyanjama. Yes. Leo ni birthday yake. Oh yes. Kumwishe happy birthday. Happy Abigail. What I wish Abigail, I want to wish you happy birthday from Diamond Trust Bank. We value you, we appreciate you, and we want to encourage you to come and join us together. So happy birthday, enjoy your big day. Nila tujui kuimba, tuna sauti zako. We can try. Anasema tujaribu. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daniel. Happy birthday to you. Hajatuambia anafika miaka ngapi? No, ladies are always 16 years. They're 16. Asante sana mancho muriye kwa bereko gotoka kutoka chage tomorobeleiga. Aikabona igato ikiro mweli no gasemira kwa nona kwa bereko gwesemia mange wetero mugeni to bwatase studio ditkulia rero kwa bereko kwemanya mange igoro yobokoreri bwa DT Bank no gasemira kwa nano chigotara chinsemecho opeko kwenyorera obokoreri burubo ikirano kwanda gwikira buno ngo korero muroberi weri tkulia rero ilitalia na Fridah Kerubo na magaich camera soko ene kibina ebi chana boigeri ogire gukira sere enchirere bene nere Abigail Nyanjama twara obulgiriria borobia. Thank you.